Ndio maana siku moja Yesu alihudhuria kwa Farisayo mmoja jina lake Simon. Alipofika kukawa kuna mwanamke mmoja ambaye Yesu alikuwa amemtoa pepo 7, Maria Magdalena. Alipofika pale aliweza kuchukua mafuta ya thamani sana akamwaga miguuni pa Kristo na akawa amefuta kwa nywele za kichwa chake. Ndipo Yesu alipokuwa anatazamwa na yule mtu ambaye ni Farisayo, kwa sababu Mafarisayo walikuwa ni watu waliojitenga, ndipo ambapo akamwambia mtu huyu si nabii. Kama angekuwa nabii angejua mwanamke huyu ni nani. Lakini Yesu akiutazama moyo wake alimwambia, Simoni, nilikuja kwako lakini hata maji ya kunawa hukunipatia. Lakini mwanamke huyu yeye amemiminia miguu yangu mafuta na kufuta kwa nywele zake. Anasema na tendo hili litakumbukwa kila mahali injili ihubiriwapo. Na akamwambia kwamba kuna watu wawili waliokuwa na wiwa na mtu mmoja, mwingine dinari kadhaa na mwingine dinari kadhaa. Akamwambia mwingine aliwiwa 50, mwingine aliwiwa 500. Akampa mfano wa hali ya kawaida tu, kwamba mwingine shilingi 10,000, mwingine shilingi milioni 1. Wote wakasamehewa. Ni nani ambaye angependa zaidi? Akasema yule aliyesamehewa milioni 1. Katika lugha ya mfano najaribu kutoa katika lugha zetu, huyo ndiye ambaye angependa zaidi. Akamwambia ni kweli kabisa, kwa mwanamke huyu alisamehewa dhambi zake nyingi, lakini wewe kwa sababu dhambi zako ni chache, basi umependa kidogo. Hivyo basi niseme kwamba lazima tuweze kuwa na utambuzi, ujumbe ambao tunaupokea ni wa thamani kuliko jinsi tunavyojua. Na ukitaka kujua ni wa thamani, nilikuwa naona wakati masomo yanaendelea pale tukiwa barabarani, watu wanapiga makofi, wengine wakiwa wamepanda kwenye pikipiki, wanashangilia ule ujumbe. Si wa imani yetu, ila wamesikia tu neno moja, lakini lile neno limefaa katika maisha yao. Wengine walikuwa naona wanatamani kushuka, lakini wengine walikuwa wameshuka kwenye magari yao, wakakaa na kusikiliza kwa muda na hatimaye wanaondoka, kutokana na kwamba ni sehemu ambazo watu wanatoka na kuingia. Kwa hiyo unagundua kwamba ujumbe ambao Bwana anautoa ni ujumbe wa thamani sana, lakini ni wachache miongoni mwetu ambao watafaidiwa na ujumbe huu wa thamani. Basi bila kupoteza muda, tuelekee katika mwendelezo wa somo letu ambalo ni la kichwa kinachosema nguzo 7 za imani yetu. Nguzo 7 za imani yetu. Tulianza Sabato iliyopita tukaweza kuangalia mambo haya ambayo tulikuwa tumeweza kujifunza. Wale ambao kuwepo, tulikuwa na somo hili ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema nguzo 7 za imani yetu. Nguzo 7 za imani yetu. Na tukawa tumeweka msingi wetu kwamba kitabu cha Mithali ni moja mafungu ambayo tuliyatumia, na ikiwa ni fungu letu kiongozi ambalo tulikuwa tumeliweka kama msingi wa kila ambacho tunajifunza. Na tuliweza kuona kwamba katika kitabu cha Mithali 9:1 anasema kwamba hekima ameondoka ijenge nyumba yake na kuweka nguzo zake 7. Kwa hiyo tukasema kwamba hapa kuna hekima ambaye aliondoka na kujenga nyumba yake kisha akaweka nguzo zake 7. Kabla ya kuziona tukasema huyo hekima ni nani? Tukasoma kitabu cha waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya 1 na ile aya ya 24, ambapo tuliona kwamba hekima anayezungumziwa hapo ni Kristo mwenyewe, kwamba Kristo ndiye aliyejenga nyumba akaweka nguzo zake 7. Lakini huyo hekima ambaye ni Kristo, tukasema nyumba aliyojenga ni nini? Tukawa tumesoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 25 na ule mstari wa 8, ambapo tuliona kwamba huyo hekima ambaye ni Kristo aliweza kujenga nyumba ambayo ni patakatifu. Akasema nao walifanyia patakatifu ili nipate kukaa katikati yao. Kwa hiyo tukasema kwamba patakatifu penyewe ilikuwa ni nini? Tukasema kwamba kulikuwa na kitu hiki hapa ambacho kiliitwa kwamba
ni patakatifu. Hapa kulikuwa na kitu hiki ambacho kiliitwa ni patakatifu, ambapo tuliona kwamba patakatifu ulihusisha eneo zima la mduara ambalo lilikuwa na sehemu inayoitwa ua wa nje, ambapo ni eneo kubwa lililokuwa hapa. Huu ulikuwa ni ua wa nje, na huu ua wa nje tuliona kwamba kulikuwa na mlango ambao unaingia katika eneo hili la ua, na tukasema mlangoni, baada ya kutoka kwenye huu mlango, ulikuwa unaingia kwenye kitu kinachoitwa madhabahu, ambapo tulisema kulikuwa na madhabahu ya kufukizia, madhabahu ya kuteketezea sadaka. Kwa hiyo baada ya kutoka katika mlango hapa, tulikutana na madhabahu ya kuteketezea, na baada ya kutoka katika madhabahu ya kuteketezea, tulikutana na kitu kingine kabla ya kuingia kwenye pazia ambalo lilikuwa hapa. Kulikuwa na kitu kinachoitwa birika ya kunawia. Hapa kulikuwa na birika ya kunawia, ambapo kuhani kabla hajaingia kwenye hivi vyumba viwili, chumba namba 1 na chumba namba 2, ambacho cha kwanza kiliitwa patakatifu na cha pili patakatifu pa patakatifu, tunaona kuhani alinawa kwanza katika birika ya kunawia, na hatimaye aliingia ndani kwenye chumba cha kwanza. Kama ni wakati wa kuhani wa kawaida, aliingia kwenye chumba cha kwanza, na tukasema kwenye chumba kile cha kwanza kulikuwa na meza ya mikate ya uonyesho. Kulikuwa na mikate ya uonyesho ambayo ilikuwa inabadilishwa kila Sabato, na hapa tunaona kwamba hii mikate ilikuwa ni mikate 12 ilikuwa inawekwa kwenye hiki chumba cha kwanza, mikate ya uonyesho. Lakini pia kulikuwa na kitu kinachoitwa kinara cha taa 7 ambacho pia kilikuwa hapa katika hili eneo. Kulikuwa na kinara cha taa 7 ambacho kilikuwa hapa katika hiki chumba cha kwanza. Lakini chumba hiki cha kwanza pia kilikuwa na kitu kinacho kulikuwa na kitu vitu vingi ambavyo vilikuwa vimeunganishwa katika eneo hili la chumba hiki cha kwanza, na tukawa tumeangalia kwamba mikate 12 ilikuwa imeonyesha juu ya kabila 12 za wana wa Israeli. Lakini tukasema kwamba katika hili eneo lote la chumba cha kwanza na chumba cha pili pamoja na ua wa nje kulikuwa na kitu kinachoitwa nguzo 7, kwa maana kwamba kulikuwa na mafundisho makuu ambayo kitabu cha Mithali inajaribu kuzungumzia kwamba kuna mafundisho makuu 7 yanayopatikana katika hili eneo lote. Chumba cha pili tulikiangalia, ambapo tulisoma kitabu cha Waebrania sura ile ya 9. Ebrania sura ile ya 9 tulisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5, ambapo tuliweza kuona mambo mengi ambayo yalikuwa hapa kwenye hiki chumba cha pili, ambapo tuliona kwenye chumba cha pili kulikuwa na kitu kinachoitwa kiti cha rehema, na kwenye kile kiti cha rehema chini yake kulikuwa na kitu kinaitwa sanduku la agano ambalo lilikuwa chini ya kiti cha rehema katika hiki chumba cha pili. Na tuliona kitu ambacho kinaitwa kopo ya mana katika kile chumba cha pili. Kulikuwa na kitu kinaitwa kopo la mana, na baadaye tuliangalia kwamba pembeni ya sanduku la agano kulikuwa na kitu kinaitwa kitabu cha ushuhuda ambacho Musa aliandika kwa lengo maalum na kufafanua zile sheria ambazo zilikuwa ndani ya sanduku lile la ushuhuda ama sanduku la agano. Na baadaye tuliangalia kwamba kulikuwa na hicho kitabu ambacho kazi yake kubwa ilikuwa kufafanua hizo sheria, na baadaye tunaona kwamba kile kitabu kiligeuka na kuwa ndio manabii, kama tulisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 8. Isaya sura ile ya 8 na ile aya ya 20, ambao tuliona anasema na waenende kwa sheria na ushuhuda. Mara ya kwanza ushuhuda ulikuwa ni kitabu ambacho Musa aliandika, lakini baadaye ushuhuda ukawa ni manabii ambao walikuwa na kazi yao kubwa ni kufafanua kile ambacho
Torati imesema, na Torati ndiyo sheria kama ambavyo tuliweza kuona. Na hivyo basi tukaona kwamba kulikuwa pia na fimbo ya Haruni iliyochipua, lakini tukasema katika hili eneo lote kulikuwa na mafundisho mengi sana ambayo kimsingi yalikuwa yameonyeshwa katika hekalu, lakini tukasema si yote katika mafundisho ambayo tutayaangalia. Kwanza tutaanza na vitu ambavyo ni muhimu zaidi kuliko vingine vyote, ambapo ni mafundisho makuu yanayopatikana katika lile hekalu. Na mafundisho hayo makuu yanayopatikana katika lile hekalu tukasema kwamba ni nguzo 7 za imani yetu. Nguzo 7 za imani yetu ndicho kitu ambacho kinapatikana katika hekalu hili kama mafundisho makuu ambayo yanashikilia yote ya mafundisho ambayo yanapatikana katika hii hema takatifu. Na siku hiyo tuliangalia kwamba nguzo ya kwanza ni patakatifu. Nguzo ya kwanza ni patakatifu. Hii ni nguzo ya kwanza ambayo tulikuwa tumeiona. Tukasema kwamba patakatifu ilihusisha eneo lote la ua wa nje na vile vyumba viwili. Tukasoma kitabu cha Pambanuku sura ya 23 ambapo inasema kwamba chumba cha kwanza na chumba cha pili ambacho kiliitwa hekalu kiliwakilisha mbinguni. Kwa vile vyumba viwili viliwakilisha mbinguni. Wakati huo huo, ua wa nje wenyewe ulimaanisha dunia, mahali ambapo Kristo angekuja kuhudumu kwanza. Kabla hajaingia mbinguni, lazima kwanza angeanza kuhudumu katika dunia ili aweze kujipatia haki ya kisheria, kwa sababu yeye alikuwa kuhani hata kabla ya kuweza kumwaga damu yake pale msalabani, kwa sababu yeye ndiye kuhani aliyekuwa na hudumu tangu dhambi ilipoingia katika ulimwengu. Na tunaona kwamba Mungu anazungumza kwenye kitabu cha Ufunuo 13:8 kwamba Kristo alichinjwa tokea kuwepo kwa misingi ya ulimwengu. Lakini kwa mujibu wa sheria ya Musa, Kristo asingeweza kuwa mhudumu kama kuhani duniani, kwa sababu sheria ilikuwa inaelekeza Walawi ndio wanaopaswa kuhudumu. Kwa hiyo ilibidi kwanza ajipatie haki kwa kushinda dhambi akiwa duniani, ajipatie haki ambayo ingemruhusu aingie mbele ya Baba yake akiwa na damu ya sadaka, ambayo sasa kwa sheria iliyobadilishwa angeweza kuwa mhudumu ambaye anaeleweka katika ulimwengu. Lakini la sivyo angekuwa mhudumu wa siri ambaye angekuwa hajulikani, kwa sababu sheria ilikuwa imruhusu kufanya hivyo. Kwa hiyo tuliona juu ya nguzo hii ya patakatifu ambayo ilihusisha sehemu kuu 3. Na tunaona sehemu ya kwanza ilikuwa ni ua wa nje, sehemu ya pili ilikuwa ni chumba cha kwanza, na sehemu ya 3 ilikuwa ni patakatifu pa patakatifu kutoka katika kile chumba cha kwanza. Na tukasema kwamba hii ilifunuliwa mwaka 1844. Hii nguzo ilifunuliwa mwaka 1844. Utasoma kitabu cha maandiko ya awali sura ya 11 ambapo tunaona kwamba wale watu baada ya kukatishwa tamaa katika tukio la mwaka 1844, hatimaye walibakia watu 50 ambao hao walianza kuchunguza upya kwamba ni wapi walipokosea. Na tunaona kwamba wale watu 50 baadaye ndio ambapo Hiram Edson akiwa anapita katika shamba lake ndipo ambapo aliweza kuonyeshwa kitu kinachoitwa patakatifu. Akagundua kwamba Kristo alikuwa ameingia kwenye chumba cha patakatifu pa patakatifu kutoka mahali ambapo aliingia mwaka wa 31, kwa sababu tunaona kwamba duniani alihudumu kwa miaka 3.5 hapa ulimwenguni. Baada ya hapo akapaa mbinguni, na alipopaa mbinguni mwaka ule wa 31 akawa ameingia katika chumba cha patakatifu. Kwa walipofunuliwa kwa habari ya Kristo kuhama toka patakatifu na kwenda patakatifu pa patakatifu, ndipo ambapo waliweza kujifunza
mlolongo mzima wa hema takatifu, kuanzia ua wa nje, chumba cha kwanza na chumba cha pili, kwa huduma zake zote. Lakini kitu cha pili walichofunuliwa ilikuwa ni amri za Mungu. Amri za Mungu kama nguzo ya pili. Amri za Mungu, hichi ndicho kitu ambacho walifunuliwa kama sehemu ya pili ya nguzo ambayo wangeweza kuwa nayo. Walifunuliwa kuhusiana na amri. Na hii walifunuliwa wakati gani? Mwaka 1846 kuelekea 47. Hapa ndipo ambapo walifunuliwa. Mwaka wa 1845 walikuwa wamefundishwa na binti moja anaitwa Rachel, lakini hawakuelewa vizuri ujumbe huo. Baadaye ndipo ambapo mwaka 1846 wakaanza kuelewa ule ujumbe ambao Rachel alikuwa anafunza, na baadaye Ellen White anafunuliwa mwaka 1846 kuelekea mwaka 1847. Hiyo ni nguzo ya pili waliofunuliwa katika safari yao. Lakini nguzo ya tatu tukasema kwamba nguzo ya tatu waliofunuliwa ilikuwa ni roho ya unabii. Ni roho ya unabii. Tukasema kwamba patakatifu ilihusisha eneo lote, chumba cha kwanza, cha pili na ule ua wa nje. Lakini tukasema amri hii nguzo, kwa sababu tumeona kwenye kitabu cha Mithali sura ya 9 kwamba nguzo hizi zinatokana na nyumba ambayo Bwana alikuwa ameamuru ijengwe, ambayo hekima aliijenga hiyo nyumba yake. Tukasema kwamba patakatifu ni eneo lote ambalo lilikuwa limejengwa, na tulitoa mafungu ya kitabu cha Kutoka sura ya 25, 26, 27 na 28. Tukasema hizo sura watu wazipitie kwa makini. Lakini hii amri ya hii nguzo ya pili ambayo ni amri, tukasema kwamba yenyewe ilipatikana katika kile chumba cha pili. Kwenye kile chumba cha pili tunaona kwamba kulipatikana sanduku la agano, ambalo sanduku la agano lilikuwa limebeba zile sheria, amri 10. Kwa hiyo kwenye chumba cha pili kulipatikana amri ambazo ni ushuhuda uliowekwa ndani ya sanduku la agano. Kwa hiyo tukasema hii nguzo ya pili inapatikana kwenye kile chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, ambapo tuliona kwamba malaika walikuwa wamezunguka sanduku lile la agano. Makerubi walikuwa wamelizunguka wakiwa mbawa zao mbili zimeinuliwa juu na mbawa nyingine zimeelekezwa chini kwenye lile sanduku la agano. Na kitabu cha Pambano Kuu sura ya 23 inaeleza kwamba hii iliashiria hali ya heshima na utakatifu, ambapo malaika wanaheshimu amri za Mungu na kuzitunza. Kwa hiyo wao malaika walio mbinguni wanaziheshimu na kuzitunza. Kwa hiyo amri hizi ama nguzo hii ya pili ilipatikana katika chumba kile cha pili cha patakatifu pa patakatifu. Lakini nguzo ya tatu ambayo ni roho ya unabii ama zawadi ya unabii, naona kwamba hiki ndicho kile kitabu cha ushuhuda ambacho chenyewe kilikuwa pembeni kidogo ya sanduku la agano. Kitabu hiki cha ushuhuda Musa alikiandika kwa lengo la kuhakikisha kwamba amri zinafafanuliwa. Ndio Isaya anasema sura ya 8 aya ya 20 kwamba na waenende kwa sheria na ushuhuda, bila wasiposema sawasawa na neno hilo, bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa hiyo tunaona kwamba roho ya unabii ilikuwa imefunuliwa kwao kupitia karama ya unabii ambayo ilikuwa imeletwa. Kwanza ililetwa kwa William Edison, lakini baadaye kwa Ellen White. Na Ellen White ndipo anapopewa maelekezo ya kuandika katika vitabu. Na Ellen White kwenye maandiko yale akasema kama watu wangelielewa Biblia katika namna ilivyoandikwa, kusingekuwa na haja ya kuwepo kwa shuhuda nyepesi. Kwa lengo la shuhuda nyepesi ni kuwafanya watu waweze kuielewa Biblia. Kwa hiyo kukawepo na roho ya unabii ambayo ni nguzo ya tatu iliyofunuliwa kwao mwaka ule wa 1846 na 847, wakati Ellen White alipofunuliwa njozi ya kwanza kuhusiana na amri za Mungu
kwanza akafunuliwa kuhusiana na patakatifu, baadaye amri za Mungu, na Sabato ikiwa inang'aa kuliko amri nyingine zote, na baadaye maono mengine ambayo aliendelea kuyaandika katika maandishi yake ya awali. Hii ilipatikana wapi? Tukasema ni kwenye chumba cha pili, ambapo kulikuwa na kile kitabu cha Ushuhuda. Na kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kinaeleza kanisa la Mungu la siku za mwisho litakuwa na amri za Mungu, lakini pia litakuwa na nguzo hiyo ambayo ni ushuhuda, ambayo ni roho ya unabii, ambao unaitwa ni ushuhuda wa Yesu Kristo. Kitu cha nne ambacho tulikiangalia, tuliweza kuangalia juu ya kile kinachoitwa haki ya Kristo kama nguzo ya nne. Haki ya Kristo kama nguzo ya nne. Tukasema haki ya Kristo katika ile nyumba ilipatikana wapi? Tukasema haki ya Kristo katika ile nyumba ilipatikana katika kile chumba cha pili. Hapa kulikuwa na kiti cha rehema ambacho kilishikilia lile sanduku la agano. Kwa sanduku la agano lilikuwa juu ya kiti cha rehema. Kiti cha rehema kilikuwa kiti cha rehema kilikuwa juu ya lile sanduku la agano. Sanduku wakati likiwa chini, kiti cha rehema kiliwekwa juu yake, ikiwa imefunikwa kwa nakshi za dhahabu. Kiti cha rehema chenyewe kilitengenezwa kwa kipande cha dhahabu. Unaposoma kitabu cha Wazee na Manabii sura inayosema hema takatifu, anaeleza kwamba kiti cha rehema kilikuwa kimetengenezwa kwa kipande cha dhahabu ambacho kilichongwa na kutengeneza kiti cha rehema. Na kwenye kile kiti cha rehema iliaminiwa ndipo Mungu huwa anashuka na kuweza kufanya utakaso. Kwa ilimaanisha nini? Tukasema kwamba kitendo cha kiti cha rehema kuwa juu ya sanduku la agano ilimaanisha kwamba hakuna mwanadamu ambaye ana uwezo wa kushika sheria ya Mungu kwa nguvu zake yeye mwenyewe. Tukasema hii ilifunuliwa lini? Tokea mwaka 1844 walikuwa na hii haki ya Kristo, lakini kwa bahati mbaya ilipofika mwaka 1856 wakawa wamepoteza haki ya Kristo kwa kuinua sheria juu na kumshusha Kristo chini. Na ndipo ujumbe tulisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Tukasoma Ufunuo sura ya 3 kuanzia aya ile ya 14 na kuendelea, ujumbe kwa kanisa la Laodikia. Tukasema ujumbe huu kwa kanisa la Laodikia ulitolewa hasa mwaka 1888 kupitia kile kinachoitwa ujumbe wa Melpolis, ambapo tunaona kwamba kanisa lilikuwa limeacha haki ya Kristo na hatimaye likaanza kuinua sheria juu, na matokeo yake likawa limeingia kwenye uasi na kuwa Laodikia. Na tukasema Laodikia ni hali ya kukosa hisia kabisa za kiroho, maana lilionekana si baridi na wala si moto. Tukasema kwamba kutokuwa baridi ni kukosa angalau hali ya kuhisi ama hisia kidogo za kiroho ambazo Kristo anatoa heri kwa kuwa baridi, kwa sababu huko ni kuwa na hisia kidogo za ukweli ambazo zingewaamsha ili waende kwenye hisia kamili za kiroho ambapo ni kuwa moto. Ujumbe huu ulitolewa mwaka 1888 ama nguzo hii ilifunuliwa hapa katika mwaka 1888 na mtu ambaye anaitwa T. Jones pamoja na Wagona. Ujumbe huu kwa vijana wawili ambao walitumwa kanisani kwa ajili ya kuja kurudisha nguzo iliyopotezwa. Wakaja akarejesha ujumbe huu mwaka 1888, lakini kwa bahati mbaya pia ujumbe huu uliendelea kukataliwa, na nabii akasema ungeendelea kukataliwa kwa sababu huu ndio ulikuwa mwanzo wa mvua za masika kama nabii anavyotueleza. Lakini kwa bahati mbaya ulipokataliwa, akasema wangebaki wakavu kama vilima vya Gilboa. Kwa ni ujumbe ambao ulifunuliwa mwaka 1888 kama nguzo, na hii ilionekana unaposoma katika kitabu cha CW30, anasema wale waliokuwa na ukataa waliogopa kwamba nguzo hii ni tishio
kwa nguzo nyingine ambazo zilikuwa zimepita nyuma. Anasema ni tishio kwa alama zetu za zamani, wakidhani kwamba ingeondoa baadhi ya nguzo za nyuma, lakini kumbe ulikuwa ni nguzo ambao wanarejeshewa ili wasaidie kuweza kufahamu yote ambayo Bwana alikuwa anayahitaji katika wakati wao. Lakini nguzo ya tano tulikuwa tumeona kwamba ni matengenezo ya afya. Matengenezo ya afya, ambapo tuliona kwamba huu ulikuwa ni ujumbe ambao ulifunuliwa mwaka 1863. Nguzo ya tano ilikuwa ni matengenezo ya afya, ambayo ilifunuliwa mwaka 1863. Na tukasema matengenezo haya ya afya kama nguzo ni wapi inapopatikana katika ile nyumba, kama kitabu cha Mithali kinapotuambia. Tukasema ni katika kile chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu. Kulikuwa na kitu kinachoitwa kopo ya mana, kopo la mana. Hapo ndipo ambapo tunaona kwamba mana kilikuwa ni chakula ambacho Mungu alikuwa amekitoa jangwani. Unaposoma kitabu cha Hesabu sura ya 11, ni kitabu ambacho Mungu alikuwa amekitoa jangwani, kikionyesha uangalizi wake juu yao. Ingawa walikuwa wametoka na wanyama mbalimbali, walikuwa wametoka na kila kitu, na bahari ya Shamu ilikuwa karibu yao, lakini Mungu alikataza wasitumie chakula cha nyama, akawapatia mana. Na lengo lake nini? Ilikuwa ni kuwatofautisha jamii ya Israeli pamoja na mataifa mengine, na ili kuandaa akili zao kuwa mabalozi wake katika ulimwengu mzima. Hivyo basi akafunua nuru hii kwao, akawapatia chakula cha mana. Kwa katika safari ya Waadventista, kwa sababu nao walikuwa wanaelekea Kanaani, muda sio mrefu wangeingia mbinguni, Bwana akawaamua kuwarejesha katika kanuni za asili, wakati wakielekea katika mbingu ambayo hakutakuwepo na uchinjaji wa wanyama, hakutakuwepo na matumizi yoyote ya vyakula vya wanyama. Akawafunulia kanuni ya matengenezo ya afya kama nguzo ya tano, akiwa amewaelekeza kwenye kile chumba cha patakatifu pa patakatifu kuhusiana na lile kopo la mana, likionyesha kwamba kwa njia ya matengenezo ya afya Mungu angeweza kuwaongoza na kuwatakasa, na kwa njia hii wangekuwa wamefuka pia mbele za Mungu. Tuliona kwamba tutakapokuja kuangalia kuhusiana na kipande hichi, ndipo ambapo tutaona kama tulivyotangulia kusema kwamba wengi wamefahamu kwamba tunaacha vyakula vya wanyama kwa sababu tu vina magonjwa. Ni kusema wakipatikana wanyama ambao hawana magonjwa, tafsiri yake tutawala. Na ndivyo ambavyo baadhi yetu wamefanya, kwamba kwa sababu ninafuga mwenyewe, basi nina uwezo wa kula chochote katika wanyama. Lakini kumbuka kwamba Mungu hakuwazuilia Waisraeli wasile nyama kwa sababu tu zina magonjwa, ingawa pia hiyo ilikuwa ni moja ya sababu, kama ambavyo tunaona wale waliokula, wengine walikufa papo hapo, lakini wengine walikufa kwa miezi michache baadaye. Wale ambao walikuwa nyuma ya vuguvugu walikufa taratibu, lakini wale ambao walikuwa vinara walikufa papo hapo. Utasoma kitabu cha Hesabu hiyo sura ya 11. Kwa hiyo tunasema kwamba lengo la matengenezo ya afya sio tu kwa sababu vyakula vimeharibiwa, sio tu kwa sababu wanyama wanaugua, bali kwa sababu kwa kufanya hivyo tunafunga mbele za Mungu. Tunasema tutakapoweza kuja kuangalia kuhusiana na kile kinachoitwa upatanisho, tutaweza kuangalia hichi kitu vizuri kuhusiana na habari ya jinsi ambavyo tunapaswa kuachana na vyakula vya wanyama, si tu kwa sababu wanaugua, bali kwa sababu wale wanaosubiri kuja kwa Kristo wataweza kufunga mbele za Mungu na hata kuruhusiwa kula vyakula vile vya kusisimua. Tutaweza kuangalia. Kwa hiyo nguzo ilifunuliwa mwaka huu wa 1863, lakini nguzo ya sita iliyofunuliwa kwao ilikuwa ni ushindi dhidi ya dhambi. Ushindi juu ya dhambi. Na tunasema kwamba nguzo hii
ilifunuliwa kwao mara tu baada ya mwaka 1888, walionyeshwa kwamba walipaswa kupata ushindi dhidi ya dhambi kabla Kristo hajaonekana mbinguni. Tukasema hii ilipatikana wapi? Kwenye ile nyumba. Kwa sema hii ilipatikana nje ya chumba cha kwanza na chumba cha pili, ambapo tumesema kitabu cha Pambano Kuu kinasema chumba cha kwanza na chumba cha pili kiliwakilisha mbingu, lakini huo wa nje unaiwakilisha dunia. Kwa hiyo ushindi juu ya dhambi ulipatikania wapi? Tukasema kwenye ule ua wa nje, hapa kuna madhabahu ya kuteketezea, lakini hapa kulikuwa na birika ya kunawia, ambapo kuhani kabla hajaingia kwenye chumba cha patakatifu au patakatifu pa patakatifu alipaswa kwanza anawe hapa katika birika. Tukasoma kitabu cha Shuhuda ya kwanza ukurasa wa 158 na kitabu cha Wazee na Manabii ukisoma kuanzia ukurasa wa 336, sura ile inayosema hema takatifu, anasema makuhani walipaswa kunawa kwanza katika birika kabla hawajaingia kwenye chumba cha kwanza au cha pili, kwa sababu hakuna chembe yoyote ya vumbi au mchanga iliyoruhusiwa kuingia mahali uwepo wa Yehova ulipokuwa umefunuliwa. Sema uwepo wa Yehova ulikuwa umefunuliwa hapa kwenye hekalu na sio kwenye ua wa nje. Na ndio maana makuhani walipaswa wanawe kwanza kwenye hili eneo la nje, kwenye hii birika. Na ndio maana birika ikaa nje. Wengine wanasema birika inamaanisha ubatizo, lakini ubatizo sio ushindi juu ya dhambi. Mtu anaweza akabatizwa na akaanguka tena, lakini tunaposema ushindi juu ya dhambi inamaanisha kwamba aliyekwisha kupata ushindi juu ya dhambi hawezi kuanguka tena. Na hii tunaona kwamba ushindi juu ya dhambi watapata watu wale 140,000 kabla tu Kristo hajaja kutoka mbinguni. Kuna watu ambao watakuwa wamepata ushindi kamili juu ya dhambi na wasiweze kuanguka tena. Na hiyo inadhibitishwa kitabu cha Ufunuo sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza, inaeleza hivyo. Ufunuo sura ya 7 unaposoma katika mstari wake wa kwanza na kuendelea, anaeleza juu ya watu 140,000 ambao wanatiwa muhuri, wanapata ushindi juu ya dhambi wakiwa duniani. Kwa maana gani? Kristo kabla hajaingia kwenye chumba cha kwanza na chumba cha pili alikuwa kwanza apate ushindi juu ya kila aina ya dhambi, na tunaona kwamba alipofanikiwa kupata ushindi juu ya dhambi ndipo akapata kitu kinachoitwa haki. Tuliwahi kusema unaposema haki kwa imani na unaposema haki ya Kristo ni vitu viwili tofauti, kwa sababu haki kwa imani ni ile haki ambayo mdhambi anapatiwa kwa njia ya imani kwa kumwamini Kristo. Lakini unaposema haki ya Kristo unamaanisha ni ule ushindi ambao Kristo aliupata dhidi ya dhambi. Ndio maana inaitwa haki ya Kristo, ambapo ile haki Yesu aliipata kwa njia ya sheria. Na ndio maana tunasema kwamba sheria, amri 10 ni tabia ya Mungu, lakini kwa sababu ya uasi mwanadamu akawa hawezi kupata haki kwa njia ya sheria. Lakini ieleweke kwamba Adamu
kabla ya anguko alipata haki kwa njia ya sheria, lakini baada ya anguko akawa hawezi tena kupata haki kwa njia ya sheria. Lakini Kristo alipokuja kama Adamu wa pili, yeye alishika sheria zote bila kuanguka hata kwa sheria moja, akawa amejipatia haki, na ile haki ndiyo inayobebwa kwa imani, anawekewa mdhambi yule ambaye hana haki, na ndiposa tunasema hii inaitwa haki ya Kristo. Kwa Kristo alikuwa amepata ushindi juu ya dhambi. Kwa sababu hii ni kwamba Kristo alipokuwa amebatizwa hakuwa amepata haki juu ya dhambi, kwa sababu baada ya kubatizwa kwake ndipo majaribu yalianza. Kwa hiyo kubatizwa sio kupata ushindi juu ya dhambi. Kwa hiyo birika ilimaanisha kupata ushindi juu ya kila dhambi, na hii ndio ambayo Kristo baada ya kuwa amemaliza kila kitu alinawa hapa, alipata ushindi juu ya dhambi. Kwa aliingia mbinguni akiwa hana chembe ya doa. Na hiyo wale wote watakaomwamini, alisema iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Wote wale ambao watapata ushindi juu ya dhambi, ambao ni watu 144,000, ambao kimsingi tuliona kwamba katika kusoma iliyopita watapata ushindi juu ya dhambi kabla ya kutangazwa kwa sheria ya Jumapili. Na kwa nini? Kwa sababu sheria ya Jumapili inaitwa ni udanganyifu, na hao watu inabidi wapate ushindi juu ya dhambi kabla ya udanganyifu, ili wasiende kudanganywa. Na ndio maana kitabu cha Education kinasema kwamba kutiwa muhuri ni kutulizwa katika ukweli, ili mtu asiumbishwe tena. Kwa wale ambao wametiwa muhuri, hesabu yao ni 144,000, hawatayumbishwa tena, hawataweza kuanguka tena. Na mwisho tukaangalia nguzo ya 7 ambayo ilikuwa ni hali ya wafu. Hali ya wafu hii ilikuwa ni nguzo ya mwisho. Hali ya wafu ilikuwa ni ya zamani sana, na walifunuliwa nyuma kidogo, wakati ule wa mwaka 1848-50 tayari walikuwa wameshaanza kujifunza kuhusiana na ishu ya hali ya wafu, ambapo tuliona kwamba hii inapatikana wapi kwenye ile nyumba. Tukasema inapatikana hapa kwenye madhabahu ya kuteketezea, ambapo tulisema kwamba katika hii madhabahu ya kuteketezea, kwanza ilimaanisha kwamba Kristo angesulubishwa nje ya mji wa Yerusalemu, angesulubishwa duniani, lakini si tu duniani. Kwenye ule mji wa Yerusalemu kwanza paliitwa patakatifu. Kwa hiyo hawakuweza kumsulubisha pale kwenye eneo la patakatifu, wakamtoa nje ya mji wakawa wamemsulubisha. Lakini tukasema madhabahu hii ndipo ambapo mdhambi alipokuwa anakuja aliweza kupewa kisu na kuhani, na alichukua kisu kwa mkono wake na akamchinja mwanakondoo wa kafara baada ya kuungama dhambi zake pale, na ile damu ilichukuliwa na kuhani na kunyunyuziwa kwenye kile kipande cha madhabahu ya kuteketezea na kuinyunyiza pale, na nyingine ilienda ikapakwa baadaye wakati wa huduma ya mwisho, ilipakwa katika pazia ambalo lilikuwa linatenganisha pia kati ya patakatifu na patakatifu. Tukasema kwamba hapo kwenye madhabahu ya kuteketezea inamaanisha kwamba fundisho la kimizimu linaloamini kwamba watu watakaokuwa wamehukumiwa mwisho watateketea bila kuungua milele na milele linakanushwa katika eneo hili la madhabahu ya kuteketezea, kwa sababu kondoo wa kafara ama mnyama huyo wa kafara alipokuwa analetwa katika eneo hili baada ya kuwa amechinjwa, amekufa kwa sababu ya dhambi. Tukasema hata hivyo tutakuja tujifunze sasa kwamba pale ambapo tunaelewa kwamba Mungu ndiye atakayewamaliza watu siku ya mwisho, tutakuwa tunampatia mzigo, kwa sababu Biblia inasema kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe, na hilo furushi ndilo litakaloweza kumwangamiza kama yule kondoo wa kafara alivyokuwa anaangamia. Kristo alipokuwa amekuja, alikuja ili kwamba aweze kubeba mzigo wa kila mmoja wetu, lakini wale wote ambao watakataa kubebewa mzigo na Kristo hatimaye watakufa. Ukisoma kitabu cha maandiko ya awali yanaeleza mateso ambayo yalimuumiza zaidi Kristo, sio yale ya msalaba, bali yalikuwa ni mateso ya kiakili. Na ndiyo maana basi Kristo akatokwa na damu hata kabla hajapigwa. Damu, matone ya damu yaliweza kutoka kutokana na mzigo wa dhambi
alikuwa ameubeba kama mwanakondoo wa kafara. Alikuwa amebeba mzigo mzito sana. Hatimaye kitu kilichomuua Kristo hasa sio tu kusema yale mateso aliyopata msalabani, bali mzigo wa dhambi uliomlemea ndio uliopasua moyo wa mwana wa Mungu. Hatimaye akawa amekufa, na ndio utagundua alikufa kabla ya wale wengine wawili. Kwa nini? Kwa sababu wale wengine walikuwa hawajabeba mzigo wala hatia kuu ya dhambi kama Kristo alivyokuwa amebeba. Kwa hiyo mwanakondoo wa kafara aliteketezwa hapa, hatimaye akawa majivu. Tukasoma kitabu cha Malaki sura ya 4. Tulisoma Malaki sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, ambapo tuliona kwamba wale ambao wanalicha jina la Bwana, wao jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake, lakini sivyo ilivyo kwa wasio haki. Hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Tukaona kwamba siku ile inakuja, nayo itawateketeza kama vile makapi yateketezwa. Haitawaachia shina wala tawi, itawateketeza na kuangamiza kabisa. Tukasema kwamba baada ya watu kuwa wamebeba furushi lao na kuweza kufa kwa mateso yao ya kiakili, zaidi jinsi ambavyo tunaona kwenye hema takatifu, hatimaye mizoga yao itateketezwa, maisha yao yataondolewa kwa ule moto ambao utaisafisha dunia. Hatimaye wataondolewa wasiwepo tena, na watakuwa majivu, hawatabakia hata chembe ya mfupa haitasalia, watateketea na kuwa majivu kabisa. Kwa hiyo tukasema fundisho la kimizimu linalosema kwamba watu watakuwa wanateseka milele na milele bila kuungua, tukasema hilo halitakuwepo, kwa sababu Biblia inakataa kwa mfumo wa kitabu cha hema takatifu kama tunavyoweza kuona. Na hizi tukasema ndiyo muundo wa nguzo 7 ambazo kimsingi zimewekwa katika ile nyumba ambayo Mithali sura ya 9 inatuambia kwamba hekima aliondoka aijenge nyumba yake na kuweza kuweka nguzo zake 7. Kwa hivyo basi, hivi ndivyo ambavyo tuliweza kuangalia katika siku ile. Ningeweza kusoma kitu kidogo kuhusiana na hiki hapa, tajifunza moja kwa nyingine, lakini niweze kuzungumzia kitu kidogo katika nguzo hii ya matengenezo ya afya, na kisha nitaweza kuacha kwa wale ambao watakuwa na maswali ambao hawakuwepo, na wale ambao walikuwa na maswali pengine wataweza kuuliza maswali yao. Tukasema kwamba katika matengenezo haya ya afya kama nguzo ambayo ilikuwa imefunuliwa, kitabu kile cha Danieli sura ya kwanza, Danieli sura ya kwanza kuanzia mstari wa 6, tuna maneno haya ambayo Biblia inatuambia. Danieli sura ile ya kwanza kuanzia mstari ule wa 6, kuna hiki ambacho Biblia inatuambia. Naam. Kitabu hiki cha Danieli ni sura ya kwanza mstari ule wa 6. Tumefika wote. Neno la Bwana linasema hivi: basi katika hao walikuwako baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Ndio mkuu wa matowashi akawapa majina. Alimwita Danieli Belshaza, na Hanania akamwita Shadrach, na Mishaeli akamwita Meshaki, na Azaria akamwita Abednego. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Asante sana. Unaposoma hiki kisa
utaona kwamba baada ya ufalme wa Babeli kuwa umebomoa Yerusalemu, uliwachukua baadhi ya wana wa Yuda na Yerusalemu wakapelekwa kule utumwani. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Danieli kinachoelezwa hapa, tunaelezwa kwamba kulikuwa na jaribio ambalo lilifanyika, na jaribio hili tunaona kwamba lilikuwa ni jaribio la chakula. Ufalme huu ulikuwa ni ufalme ambao wa kwanza kati ya zile falme 4 ambazo zingetawala dunia. Kwa hiyo katika huu ufalme kulikuwa na jaribio la chakula, na ili Danieli akashinde ni lazima tu kwamba angekuwa na ushindi juu ya tamaa ya chakula, ndiposa akaweza kukataa chakula ambacho mfalme alikuwa amempatia. Na kwa kufanya hivyo, alipokuwa amepata ushindi juu ya tamaa ya chakula, ndipo alifanikiwa kuweza kusimama katika majaribu mengine ambayo yalikuwa mbele yao. Kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ya 23, Mambo ya Walawi sura ya 23, Mambo ya Walawi sura ya 23, kuna maneno haya ambayo yameandikwa hapa, sura ya 23 kuanzia mstari ule wa, angalia kwenye sikukuu ile ya upatanisho, soma katika mstari ule wa mstari wa 26, neno la Bwana linasema, ndio Bwana akanena na Musa, ndio, na kumwambia, lakini siku ya 10 ndio ya mwezi huo wa 7 ndio siku ya upatanisho. Ndio, endelea kusoma. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, ndio, nanyi mtazitesa nafsi zenu, ndio, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana, ndio, kwa njia ya moto, ndio, nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo, ndio, kwa kuwa ni siku ya upatanisho. Fanya upatanisho kwa ajili yenu mbele za Bwana, ndio wenu, kwa kuwa Mungu awaye yote asijitese, kwa kuwa mtu awaye yote asijitese mwenyewe siku hiyo. Soma vizuri. Kwa kuwa mtu yote asiyejitesa, kwa kuwa mtu awaye yote asiyejitesa mwenyewe siku hiyo, ndio, siku hiyo, ndio, atakatiliwa mbali na watu wake. Kisha hapo tukasema kwamba matengenezo ya afya yalikuwa yameletwa kwa sababu pia tunaenda kusimama katika ufalme wa 4. Kama Danieli alivyosimama kwenye ufalme wa kwanza, alihitaji kufanya matengenezo ya afya apate ushindi juu ya chakula, ndiposa ataweza kushinda juu ya majaribu mengine. Sasa Mungu akafunua kanuni hii katikati ya safari, kuonyesha kwamba baada ya kuwa Kristo ameingia mahali patakatifu mno mwaka ule wa 1844, tunaona kwamba kutokea wakati huo ilianza tarehe 10 ya mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiyahudi, kwamba wakati huo mwaka 1844 mpaka wakati ambapo Kristo anakuwa anakuja, tunasimama katika tarehe moja tu. Tuko katika tarehe 10 ya mwezi wa 7, na tarehe 10 ya mwezi wa 7 ilikuwa ni upatanisho. Na tunaona kwamba kila mtu ambaye hakujitesa nafsi yake juu ya kila namna ya nafsi ambayo haikujitolea kutesa nafsi yake katika siku hiyo, hiyo nafsi ilitengwa na watu wa Mungu na walienda nje wakauawa, kwa sababu hawakujitesa nafsi zao wakati wa upatanisho. Tukaona kwamba toka mwaka 1844 kimsingi watu wa Mungu walipaswa kusimama wakifunga, lakini kwa sababu kulikuwa na mambo mengi ambayo walikuwa hawajayafahamu, ndiposa mwaka 1863 wakawa wamefunuliwa kwamba wale wanaosimama mbele za Bwana wakisubiri marejeo yake hivi karibuni
wanapaswa kufunga siku za kutenga siku za kufunga na kuomba. Tulisoma kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, ile sura ya 4 nafikiri, kipengele kidogo kinachosema kurudia chakula cha asili, na kuna kipengele kingine kinasema siku za kufunga na kuomba kwenye kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Anasema wale ambao wanasubiri kurudi kwa Kristo mara ya pili lazima wawe na siku za kufunga na kuomba. Lakini kufunga ambako Bwana amekuchagua kwa sasa ni kuachana na vyakula vile vyenye kusisimua. Na tunaelewa anapozungumzia vyakula vyenye kusisimua, hasa analenga vile vyakula vigumu, vyakula vya wanyama. Anasema kwamba watu wa Mungu wasingeweza kutumia tena vyakula hivyo. Anaongeza katika kipengele kile cha kurudia chakula cha asili, anasema kwamba nilionyeshwa kwamba wale ambao hawajaongoka kikamilifu katika swala la nyama wataachana na watu wa Mungu, wasiambatane nao tena. Kwa hiyo si tu kwamba wanyama wanaugua ndiposa tunapaswa kuachana na kila aina ya wanyama, lakini ni kwa sababu Kristo yuko katika eneo la patakatifu pa patakatifu. Na ikiwa tu unasubiri na unatarajia kurudi kwa Kristo mara ya pili na unakiri marejeo yake hivi karibuni, ni lazima kwanza uweze kuingia kufanya matengenezo ya afya. Na kwa kufikia hapa ni kwamba wale wote ambao wanafanya hivyo wangetakaswa akili zao, kwa sababu wanaenda kusimama katika ule ufalme wa 4 wa dunia ambapo Danieli aliuona. Kwa hiyo katika zile falme walipaswa wasimame wakiwa wameshinda. Na tunaona kwamba ufalme wa kwanza haukuwa na nguvu kama itakavyokuwa katika ufalme wa 4. Unaposoma Ufunuo sura ya 13 utaona kwamba yule mnyama amechukua taswira ya wanyama wengine wote waliopita. Kwa hiyo wale wanaosimama lazima kwanza, tumejifunza mambo makuu mawili. Kuna ishu ya Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji utaona kwamba naye pia alisimama kama Elia wakati wake. Yohana Mbatizaji aliweza kutangaza marejeo ya Kristo mara ya kwanza, na yeye pia alipaswa kufanya matengenezo juu ya chakula tangu tokea tumboni mama yake, na ndiposa angeweza kusimama. Kama asingeweza kufanya matengenezo, ingetokea akanywa divai au akala vyakula vya wanyama, tafsiri yake ni kwamba asingeweza kutangaza kuja kwa Kristo mara ya kwanza. Na ndio maana anasema, kusoma katika Shuhuda anasema kwamba kazi kama ile ya Yohana Mbatizaji inapaswa kurudiwa leo. Inapaswa kurudiwa kwa namna gani? Jinsi ambavyo Yohana aliweza kuushinda uchu wa chakula, ndiposa na wale ambao wanataraji kuja kwa Kristo mara ya pili watapaswa kuushinda uchu wa chakula, kwa sababu dunia itakuwa katika hali hii. Fungu letu la mwisho, kitabu cha Luka sura ile ya 21 aya ya 34. Luka sura ya 21 aya ya 34. Kitabu kile cha Luka Luka sura ya 21 aya ile ya 34. Neno la Bwana linasema, nasemaje? Basi ndio, jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi. Jiangalieni mioyo yenu ili isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Na masumbufu ya maisha haya. Ile ikawajia ghafla. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Kama mtego unasavyo. Ndio. Kwa kuwa ndio ndivyo itakavyowajilia ndio watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Asante. Kwa hiyo utaona kwamba kabla Kristo hajaja tu mara ya pili, dunia itakuwa imelemewa na ulafi na ulevi. Na anasema kwamba wale watakaokuwa wamelemewa na mambo hayo, siku ile itawajilia kama mtego. Na anasema ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia. Kwa hiyo anasema, anaposema ulafi na ulevi, leo ni kwamba kumekuwako na vinywaji vingi sana vinavyoendelea kutolewa kila siku na ambavyo vinazidi kuilevya dunia. Ni kweli wengi hawatumii pombe, ni kweli wengi hawanywi pombe, lakini wana matumizi ya vinywaji hivi kama soda, vinywaji hivi ambavyo vimebadilika kama energy na vinywaji vingine vyote vya kikemikali.
Tunaona kwamba dunia kabla Yesu hajaja itakumbwa na vinywaji vya aina nyingi sana, ili kuhakikisha kwamba akili inalemewa, lakini vyakula vitakuwa viko vingi sana. Leo utaona kwamba kuna viungo vimeandaliwa kwa ajili ya kuweza kuharibu sio tu vyakula vya nyama. Kuna viungo ambavyo vinaandaliwa kupikia vyakula vya nyama, kuvikoleza. Vyakula vya nyama vyenyewe vinawekewa mpaka pombe. Unaposoma habari ya siki ambayo Yesu alipewa akaikataa, ile siki huwa ni pombe. Kwa kawaida siki huwa ni pombe, na Kristo ndiposa akaikataa. Sasa tunaona kwamba Kristo aliweza kuikataa, lakini leo inawekwa kwenye vyakula vya wanyama ambao wanachomwa, zile nyama zinazochomwa, watu wanakula zile nyama na zinakuwa tamu. Lakini wako leo wanaopika nyama kupitia viungo kama vile roiko. Ukienda katika migahawa wameweka roiko na viungo vingine wanatengeneza ili kufanya vyakula kuwa vitamu. Rafiki yangu mmoja akaniambia kwamba watu wengi leo tutaendelea kufa sana, kwa sababu mimi nafanya kazi katika mgahawa, nachoma nyama. Anasema viungo tunavyoweka, mtu anapokula akili yake ni kama inahama kutokana na ladha ya utamu ambayo imewekwa juu ya nyama hizi. Si tu sasa nyama imekuwa tena sio tamu, imeongezewa na vitu vingine. Yohana aliushinda uchu wa chakula, na mara tu kabla Kristo hajaja, dunia italemewa na vitu hivyo, italemewa na vinywaji hivyo, italemewa na vyakula hivyo. Na wale wote ambao hawajapata ushindi juu ya tamaa ya chakula watakuwa hawajafunga mbele za Mungu katika sikukuu ya upatanisho. Na ndio maana nabii anasema kama vile Waisraeli sasa walivyokuwa wanatengwa wakati kuhani alipokuwa anatoka katika kile chumba cha patakatifu, ndiposa na wale ambao wataendelea kunywa vinywaji hivi vya kikemikali, watakaoendelea kula vyakula hivi ambavyo Mungu kwa sasa amesema tusivile, hata kama ulikuwa unafunga mwenyewe, matokeo yake haukufunga mbele za Mungu. Na ndio maana nabii anasema hata kumchinja huyo mnyama hairuhusiwi. Kwa nini? Kwa sababu mwenye haki hufikiri sana uhai wa mnyama wake. Kwa siku hizi Bwana amezuia hata kuchinja kwenyewe, amezuia sio tu kula, hata kuchinja tu amezuia. Na ukifanya hivyo, wewe unahesabiwa dhambi moja ambayo ni kubwa sana. Na hivyo basi lazima tuweze kuwa makini. Katika nguzo hii waliofunuliwa waliweza kujifunza matengenezo ya afya, wakaonyeshwa yanasimama katika position mbili. Kwanza kwa sababu ya miili yetu, lakini anaposema kwa ajili ya roho zetu na akili zetu, maana yake ni kwamba tunapaswa kusimama mbele za Mungu tukiwa tumefunga kama Yohana Mbatizaji. Yesu anasema alikuja kwenu Yohana Mbatizaji hali wala hanywi, lakini ninyi mkasema ana pepo. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji alikuwa amefunga, na wale wanaotangaza kurudi kwa Kristo mara ya pili lazima wawe wamefunga, na ndiposa wataweza kumlaki Bwana anayekuja na kuweza kuandaa wengine kuweza kumlaki Bwana anayekuja mara ya pili. Hivyo basi niweze kuachia kwa wale ambao wana maswali ama neno. Mungu aweze kubariki sana. Bwana ni mwema. Mnasemaje kwa somo? Amina. Somo limekuwa tamu sana. Sasa tumebakiwa na dakika